Sawa, pole sana. Asante. Basi mimi nikuache uendelee na majukumu yako na mimi. Asante sana. Karibu sana. Baba. Karibu mwanasheria. Asante. Habari za kazi baba? Nzuri. Mwanasheria, umefikia wapi jambo la kijana wangu? Baba, hatua sio mbaya sana, bado kidogo niweze kukamilisha ushahidi. Kuna jambo rafiki yangu kutoka hapa muda si mrefu. Hamjapishana hapo? Hapana, sijamuona. Kwani kapatwa na nini? Anieleza afiwa na mpenzi wake kwa staili kama nilivyokueleza. Kwamba naye mtu wake amefia kwenye nyumba ya mtu mwingine? Ndiyo, na mhusika alikimbia. Okay. Kweli inafanana. Anyway, nitafuatilia swala la mfanyakazi wako kwa karibu. Samahani, naweza kupokea hii simu? Sawa. Yes, hello. Nakusikiza. Okay, nitakuwa hapo baada ya dakika chache. Baba, nimepigiwa simu nahitajika kituoni. Nadhani tutawasiliana baada ya mimi kutoka hapo. Sawa. Utanifahamisha. Asante. Nikutakia kazi njema. Karibu sana. Asante baba. To a love that lost its love. Kosa la nani? Who's to blame? Jacqueline, pole sana. Umepata majeraha makubwa sana kichwani. Jitahidi sana upate muda wa kupumzika. Pia vile vile usipende sana kutumia simu, sababu simu itaweza kuongezea maumivu kichwani. Okay? Sawa daktari. Tatumia muda gani kwa sawa? Kwa hiyo majeraha uliyopata takriban kama wiki moja au wiki mbili. Nauliza kwa sababu mamangu atakuwa na wasiwasi sana na wewe. Nimefurahi kukuona mwanasheria. Ukweli na hamu sana ya kujua sijui umefikia wapi. Una hofu? Kweli kabisa. Usijali. Hatua sio mbaya sana. Bado kwa uchunguzi tu kidogo tukamilishe hili swala. Nimeshaongea na mkurugenzi wako, lakini pia mkuu wa kituo
naamini kila kitu kitakaa sawa Ndaiga. Nimefurahi kusikia hivyo. Nimefurahi sana. Nakuomba tujitahidi ili niweze kutoka, maana nimeikumbuka sana familia. Hasa mwanangu na mama yake. Natamani kuwaona kwa kweli. Naomba nifanyiwe pesa. Naelewa Ndaiga. Naelewa kila kitu unachokipitia hapa. Bado nitazidi kukuambia kuwa na subira kidogo, kila kitu kitakuwa sawa na utatoka hapa. Vipi kuhusu mjomba wangu Chris? Umepatikana? Mjomba wako Chris? Hapana, bado hajapatikana. Jeshi lipo kwenye uchunguzi wake. Naamini litafanya kazi yake. Asante. Nashukuru kwa kunitembelea. Asante pia kwa ushirikiano wako, na huu ni wajibu wangu mimi kuwepo hapa. Kama nilivyokuahidi na kuahidi tena, usijali, kuwa na amani. Utatoka hapa. Shukrani. Haya, asante. Nakutakia kazi njema. Upendo ulianza kama ndoto ya mbali, ukawa mwanga katikati ya giza. Baadaye utamsalimia sana, najua sitomkuta huyo. Haya, poa bwana. Amekufa huyu? Sema? Ndiyo, amekufa. Ndaiga, Afande. tutaongozana kwenda kituoni kwa ajili ya mahojiano na upelelezi zaidi. Askari, pembeni mwili. Tukavuka mipaka bila hofu, bila kurudi. Sasa kimya kinazungumza kwa sauti, na hatuwezi kurudi nyuma. Kosa la nani? Who's to blame? Love turned ashes in the flame. Oh, who's to blame? Ooh, in the blame. Kosa la nani? Tell me now. Naam, hapa bana, heshima yako. Pole mpenzi wangu Jacqueline. Asante mimi. Tutakuwa sawa sio? Asante. Yeah. Dokta. Naam bosi. Nashukuru. Ndio. Huyu ni mpenzi wangu. Ndio. Na nimekuita hapa naweza kumtibu sababu ni daktari wangu wa nyumbani wa familia. Nakuamini sana. Kwa naomba asijue mtu yoyote, hata mke wangu asijue. Sawa bosi, mimi nakuhakikishia utaishia hapa na sitamwambia mtu yoyote. Narudi, yani asijue mtu yoyote. Basi kwa ajili ya nauli. Nashukuru sana mkuu wangu. Ndio. Basi niko chochote kile tutawasiliana, kama mgonjwa atapata shida yoyote ndio kunipigia. Hamna shida. Haya, karibu. Tulipoteza njia bila kujua, tukavuka mipaka bila hofu, bila kurudi. Sasa kimya kinazungumza kwa sauti, na hatuwezi kurudi nyuma. Kosa la nani? Who's to blame? Love turned ashes in the flame. Halo. Hussein, hebu njoo mara moja hapa ofisini. Sijui
Naam bosi wangu, nimefika. Lakini bosi samahani, nilikuwa najaribu kugusia swala la Ndaiga. Je, umefikia wapi? Hicho ndio nilichokuitia. Aha, okay. Nenda kaandae gari, kaoshe. Ndio. Alafu uende ukajaze mafuta. Okay. Ukiwa tayari nifuate. Sawa. Nashukuru. Hatua zimejaa alama za majuto, kila pumzi na uzito wa siri. Giza linaongea kwa lugha ya kimya, na ukweli haupati nafasi ya kuishi. Mwanangu, bora leo tumepumzika kidogo. Unajua mziki wa jana ule tulikuwa tuna watu kibao. Balaa. Wasije walikuwa wengi si kwa sababu ni weekend. Weekend ndio imechangia, maana pia kupokea oda kama hizo za jana. Mbona zilikuwa nyingi kinoma. Watu tunashindwa kushangaa. Yani kija hii inakuja nyingine lakini poa yani bora kidogo. Right. Jumatoni? Mambo vipi? Fresh tu. Uko poa, habari ya short? Vizuri tu. Sasa, hata mwenyewe nilikuwa nataka nitoke, nilikuwa nataka niende nyumbani. Kuna mzigo nilikuwa nataka nipeleke. Sasa, naona niko busy. Bora nimekuona nikuagize. Kuna mjomba yuko pale nyumbani, nitampelekea chips, sawa? Kwa ngoja nikuandalie ili uweze mwekee nani hapa. Jibu lakini sio. Sawa vipi? Hivi bloti yetu tutatoboa kweli? Uhakika. Hapo tuendelee kupambana. Sasa hizo tuko kupiga roho. Sasa vizuri, sasa tuko safi. Sasa mambo poa. Hapo kwa chips yake hapo. Kachumbari, tomato na pilipili. Mwekee vyote. Mwekee vyote. Hizi tunajua tena. Unajua watu wengine wanatakiwa umwekee vitu fulani ili mambo yawe poa. Toka shule si unajua kusoma mawaziri wa baadaye. Sasa ukifika pale gonga dirishani, atatoka, utampa hiyo chips ya fast. Mimi ndajua nakuja sasa hivi. Sawa. Broken hearts can't stay the same. Can't stay the same. Hear my cry. Was it love or just a lie? Baby. Umekucha. Umekucha. Leo mbona mapema? Nawahi naenda kushughulikia kesi ya mfanyakazi wangu Ndaiga. Okay. Kata mwingine. Nakuja kukuona. Pole sana. Asante. Usiwe na wasiwasi. Nitafuta mwanasheria makini sana kushughulikia swala lako. Jadi utatoka. Nashukuru sana. Nashukuru sana bosi wangu. Na nimeshaongea naye. Inaonyesha kweli mwanasheria makini. Baadhi ya vitu nilijaribu kumwelezea, swali aliloniuliza,
alimwambia wanaamini inaweza kusaidia. Jitahidi kuwa makini unapompa maelezo ili aweze kujua namna kuliweka sawa jambo lako. Sawa, kila kitu nimemuelezea, sababu aniuliza vitu ambavyo anahitaji kuvijua kutoka kwangu, na nimemwambia ukweli mtupu. Sidhani kama nimeficha kitu, sababu baba anahitaji kuwa huru. Vizuri sana. Na naomba tukwambie kitu. Yatenda hilo. Najua. Yatenda kabisa na kwa mzee wangu, naomba unisamehe. Najua. Yeah. Asante. Ingine tu niko naomba salimia wafanyakazi. Hizo zimefika. Ninawakumbuka sana. Hizo zimefika, usijali. Hata Hussein nimemwacha hapo jana nisubiri ndio wangu. Asante. Nikumbe yupo? Yupo. Salimia sana. Ndio kanileta. Asante. Yangu maisha yamekuwa magumu, na mwenzangu unapambana. Natamani na mimi nifike uliko wewe. Nisaidie, nafanyaje? Shoga yangu mambo magumu actually, lakini unaweza ukapata namna ya kufanya biashara. Mimi huwa nafanya biashara ya kuuza vitenge, napeleka Zambia, naleta huku, japo inahitaji mtaji mkubwa. Kwa hiyo kama unataka kujiunga huko, unaweza ukaniambia una kiasi gani, afu naona namna gani naweza kukusaidia. Mimi nina kiasi kidogo. Nahisi naweza kusaidia. Tutaangalia tufanyeje kutokana na hicho kiasi ulicho nacho, na tuone tunaanzaje, au unaonaje? Nashukuru sana. Karibu. Asante. Na pia nilikuwa naulizia habari za jirani yangu Ndaiga. Hivi kesi yake imefikia wapi? Kwa sasa hivi sina majibu kamili ya kukupa, kwa sababu Mr. wakati anatoka asubuhi aliniambia anaenda kushughulikia hiyo issue. Kwao akirudi nafikiri tutakuwa tuna majibu sahihi ya kwamba wamefikia wapi. Karibu mume wangu. Asante. Karibu. Habari zenu? Salama, za kazi? Nzuri, za hapa? Salama, karibu. Pole na kazi. Asante. Hujambo mama? Nzuri. Karibu. Asante. Za huko utokako? Sio mbaya sana. Huyu ni jirani yangu, lakini pia ni jirani yake Ndaiga, yaani rafiki yangu. Alikuwa anataka kujua pia kesi ya Ndaiga imefikia wapi mpaka sasa. Kesi ya Ndaiga inaenda vizuri. Mwanasheria niliyemweka ni mtu makini sana. Nimetoka kuongea naye, mambo yatakuwa mazuri. Sio na wasiwasi mama, Ndaiga atatoka. Asante shemeji yangu. Sawa. Na vipi kuhusu mhusika? Huyo bado vyombo vya sheria vya dola vinamshughulikia. Karibu mume wangu. Asante. Niko ndani hapa. Sawa, nakuja mume wangu. Shosti. Mr. karudi. Kwa hiyo nahitaji kuandaa chakula, maji ya kuoga kama unavyojua. Ile issue yako ikiwa tayari, karibu tuje tuzungumze. Au unaonaje? Sawa. Nashukuru sana. Karibu. Haya. Lakini ndani ya mioyo iliyojificha kulikuwa na siri zilizoandikwa kimya kimya kimya, siri za mioyo. Faces smiling, hearts divided, promises made but truth was hidden.
Kila tabasamu lilikuwa pazia la kuficha ukweli usioonekana. Tulipoteza njia bila kujua, tukavuka mipaka bila hofu, bila hofu, bila kurudi. Sasa kimya kinazungumza kwa sauti na hatuwezi kurudi nyuma. Kosa la nani? Who's to blame? Love turned ashes in the flame. Oh, who's to blame? Nini hii miongo? Mke wangu. Ndio. Najua hii sehemu ni gani kwako. Yaani kweli? Nimeamua kufanya surprise. Kama kufungulia duka kuanzia sasa, ili duka ni lako. Hili ni duka langu? Ndio. Siri yako. Wow. Nimependa sana. Nafurahi sana, asante Mungu. Running circles in the night, hiding truth from the light. Kila uamuzi una barama yake, na sasa hakuna wa kukimbia. Maswali yanazidi bila majibu, dhamira haiwezi kufichika. No escape. Kile tulichopanda sasa kinavunja, na hakuna wa kukisaidia zaidi, ila asante. Yaani kwa jinsi nilivyo na furaha, nashindwa nikushukuru vipi mume wangu, ila hiki ni kitu kikubwa sana. Nashukuru, unajua ofisini nakuwa napata uchovu sana na kazi, so I think hii ni simu ambayo inanifaa sana. Nashukuru, nakupenda, unalijua hilo.